zangu, mabibi na mabwana, leo hii tunaposhuhudia utiaji wa saini wa mikataba ya upelekaji wa huduma za mawasiliano katika awamu ya 10, mradi ambao tunautekeleza kupitia serikali kwa kushirikiana nanyi watoa huduma za mawasiliano ili kufikisha huduma za mawasiliano katika kata 201 katika vijiji 263 kote nchini kwa gharama ya ruzuku ambayo inatolewa na serikali ya bilioni 19.7. Kwa hakika itasaidia sana wananchi wetu wa maeneo mbalimbali vijijini zaidi ya milioni 2.7. Ni kiwango kikubwa na idadi kubwa sana ya wananchi. Wewe ujiulize, idadi yote hiyo ilikuwa haina mawasiliano. Itakapopata mawasiliano ni nini na athari gani chanya zitakazoweza kupatikana? Kwa hiyo tunawashukuru sana, niwapongeze wote na naamini tutaweza kwenda pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, mfuko wa mawasiliano kwa wote umepewa jukumu la kuhakikisha inafikisha mawasiliano kwenye maeneo yote yasiyo na mvuto wa kibiashara na maeneo machache ya kimkakati yaliyopo mijini. Na katika kutekeleza jukumu hilo, kama ilivyoelezwa awali, linatekelezwa na serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote kwa kushirikiana na makampuni ya simu kwa kutoa ruzuku ya hadi 40% na kuziwezesha kampuni hizo kujenga minara ya mawasiliano kwa kutuchangia kiasi kilichobaki kwa ajili ya ujenzi pamoja na gharama za uendeshaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninapenda kuchukua fursa hii kukuhakikishia kuwa UCSAF itaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali pamoja na sekta binafsi ili kuhakikisha miradi ya mawasiliano inatekelezwa kikamilifu. Ni haki ya msingi kwa wananchi wetu kupata huduma za mawasiliano kwa uhakika popote pale walipo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupeleka mawasiliano kwenye kata hizo 201 tutawezesha zaidi ya Watanzania milioni 2.7 kupata huduma za mawasiliano yenye uhakika. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitoe mchanganuo wa jinsi wenzetu MNOs waliopata hizo kata, nikianza na kampuni ya Airtel yenyewe imeshinda kwenye kata 132 ambapo ruzuku yake watapata kiasi cha shilingi bilioni 12.1. Tuna wenzetu wa TTCL ambao wameshinda kwenye kata 4 na watapata ruzuku ya shilingi milioni 580. Na wenzetu wa Vodacom wao wamepata kwenye kata 36 na ruzuku yao itakuwa ni shilingi bilioni 4.4. Na mwisho ni kampuni ya Monora Tanzania ambayo imeshinda kwenye kata 29 na ruzuku yake itakuwa ni shilingi bilioni 2.6. Hivyo ukijumlisha kwa kila mtoa huduma unapata gharama ya kiasi cha shilingi bilioni 19.7. Hicho kiasi ndio ambacho serikali itatoa kama ruzuku kwa wenzetu watoa huduma kwa ajili ya kwenda kujenga ile minara 201. Tutaendelea kuungana nanyi kwa upande wetu kwenye wizara yetu hii mpya. Tutaendelea kuungana mkono na kuongeza juhudi hizi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za kuhakikisha kuwa wananchi wote mjini na vijijini wanafikiwa na mawasiliano ya kisasa. Mradi huu utaendelea kuimarisha ujumuishaji wa kidijitali kama walivyotangulia kusema walionitangulia, lakini pia kukuza uchumi na kuongeza fursa kwa wananchi wetu wa pande zote mbili za muungano. Tunawapongeza sana UCSAF na watoa huduma kwa kazi kubwa wanaoifanya katika kuunganisha Watanzania, na Zanzibar itaendelea kushirikiana kikamilifu katika kuimarisha na kupanua huduma za mawasiliano. We believe that every Tanzanian, wherever they live, deserve access to quality connectivity, modern digital services, and the opportunities they unlock. This new contract will help us deliver on that promise, Mheshimiwa Waziri. We also wish to recognize the Ministry of Communication and Information Technology for its unwavering support and guidance in driving connectivity and digital transformation across Tanzania. Honorable Minister, at CHAS, we believe connectivity is an enabler of education, healthcare, and commerce. Our mission is to transform and bring impact
to the way we connect, work and live in our ever-evolving digital world, unleashing connectivity and innovation across Tanzania. Mheshimiwa Waziri, kwa upande wetu sisi TTCL tunapenda kuendelea kuhakikisha kwamba tutaendelea kutekeleza majukumu haya kwa kadri inavyostahili, na kama ilivyokuwa katika awamu zingine zilizopita za miradi hii ya UCSAF, shirika linaahidi kwamba tutajenga minara ambayo imekuwa allocated kwetu kwa wakati, ufanisi pamoja na ubora ambao unastahili kwa viwango vilivyowekwa na UCSAF, na hivyo tutakamilisha kwa wakati ambao umepangwa tuweze kukamilisha. I therefore commend the government for championing a collaborative approach to closing the digital divide. The partnership between UCSAF and the MNOs remains a shining example of how public-private partnerships can transform communities, extend essential services, and accelerate socio-economic development. As Vodacom Tanzania, we have long been committed partners in this national journey. To date, we have invested more than 4.5 trillion shillings since our commencement in Tanzania, primarily in network and digital platforms, including M-Pesa.